Mzozo kati ya Iran, Israel na Marekani umeendelea ndani ya wiki hii, tukishuhudia makombora na drones zisizo na rubani zikitoka Israel kuja Tehran, lakini zikitoka Iran kuelekea Tel Aviv, jambo ambalo limeibua maswali mengi na kufanya hali ya Mashariki ya Kati isiwe shwari. Maelfu ya raia wameripotiwa kufariki pamoja na kupata majeruhi, jambo ambalo tumeshuhudia taifa la Urusi pamoja na China zikitoa matamko ya kutopendezewa na hiki ambacho kinaendelea, ilhali swala la nishati ya gesi pamoja na mafuta likiwa ni kizungumkuti kote ulimwenguni. Usafiri nao umekuwa ni changamoto, na nikukaribisha kwenye ripoti ya Sputnik Africa kuiangazia matukio yaliyojiri katika juma hili. Mimi ni Ali Kashmiri, unirapo kuna jambo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba operesheni za kijeshi za Marekani zinaendelea vyema na kwamba mashambulizi yaliyomlenga kiongozi wa Iran yalipunguza hatari kwa Marekani. Katibu wa Baraza la Usalama wa Iran Ali Larijani amesema Iran haitakubali mashambulizi ya Marekani na Israel na kwamba hatua hizo zitalipa gharama kubwa. Urusi kwa upande wake imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo huo, ikitoa wito kwa kupunguza ghasia na kulinda raia. Rais Donald Trump ameonyesha pia hasira yake juu ya baadhi ya viongozi wa Ulaya, akisema baadhi ya hatua haziendani na mikakati yake ya kijeshi na kwamba baadhi ya nchi za Ulaya hazijashirikiana ipasavyo na Marekani katika vita dhidi ya Iran. Usafirishaji wa bidhaa kupitia mfereji wa Hormuz umepungua kwa 90%. Bei za mafuta zimepanda na baadhi ya mashirika ya ndege yamesitisha safari zao. Wakati mapigano ya Iran, Israel na Marekani yakiendelea kuongezeka, utafiti kutoka mashirika ya habari ya Marekani zinaonyesha kuwa wananchi wengi wa taifa hilo hawapendezwi na ushiriki wa Marekani katika vita hivyo. Zaidi na mwanahabari wetu Awadhi Rashid. Tafiti mbalimbali za mashirika ya habari ya Marekani zinaonyesha kuwa wananchi wengi nchini humo hawataki vita kati ya Marekani na Iran kuendelea au kuongezeka zaidi. Utafiti uliofanywa umeonyesha kuwa ni karibu robo tu ya Wamarekani wanaounga mkono mashambulizi dhidi ya Iran, huku idadi kubwa ya wananchi wakihofia kuwa vita hivyo vinaweza kusababisha madhara makubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ripoti nyingine zinaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya wananchi wa Marekani hawakubaliani na kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Wengi wao wanasisitiza kuwa serikali inapaswa kutumia mazungumzo na diplomasia kutatua mgogoro huo badala ya kuongeza vita. Wakati huo huo, azimio la pande mbili lililolenga kudhibiti uwezo wa Rais Trump kuanzisha vita dhidi ya Iran bila idhini ya bunge limeshindwa kupitishwa katika Seneti ya Marekani kwa kura 53 dhidi ya 47. Jeshi la Israeli pia limepanua operesheni zake dhidi ya washirika wa Iran, Hezbollah, huko Lebanon. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi inaweza kuacha kuuza gesi kwa nchi za Ulaya na badala yake kupeleka gesi hiyo kwa masoko mapya yanayoendelea kukua. Amesema kama Umoja wa Ulaya utaendelea na mpango wa kupiga marufuku nishati ya Urusi, basi Moscow inaweza kusitisha mauzo mapya na kushirikiana zaidi na nchi za washirika wanaoaminika. Putin aliyesema hayo baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Hungary katika ikulu ya Urusi, Kremlin. Hungaria imesema mapema uhakika wa kuendelea kupata mafuta na gesi kutoka Urusi. Pia pande zote zimekubaliana kutafuta njia mbadala za kusafirisha nishati endapo mabomba ya kusafirishia mafuta na gesi yatapata matatizo. Wakati huo huo, Putin amelaani shambulio la ndege zisizo na rubani lililolenga meli ya kubeba gesi ya Urusi karibu na Malta, akisema ni tendo la kigaidi. Meli hiyo ilikuwa inatoka Murmansk na wafanyakazi wote 30 waliokuwemo waliokolewa salama. Putin amedai kuwa Ukraine kwa msaada wa baadhi ya vyombo vya kijasusi vya nchi za Magharibi inapanga kushambulia mabomba ya kusafirisha gesi ya Blue Streams Gas na Turkish Stream Gas Pipeline katika Bahari Nyeusi kama ilivyotokea kwenye mlipuko wa Nord Streams Pipeline mwaka 2022. Ndani ya wiki hii pia Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera alifanya ziara ya kiserikali nchini Urusi
ambapo ameishukuru taifa hilo kwa kusaidia kuhakikisha uchaguzi wa urais nchini humo ulifanyika kwa usalama. Toudera pia alishukuru Urusi kwa misaada ya nafaka iliyosaidia wananchi kupata unga wa chakula. Kwa upande wake, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema nchi yake na Jamhuri ya Afrika ya Kati zina matarajio mazuri ya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya nishati na kilimo. Putin pia amempongeza Toudera kwa ushindi wake katika uchaguzi wa hivi karibuni wa urais na alisema Moscow itapanua idadi ya wanafunzi wa Afrika ya Kati wanaoweza kusoma katika vyuo vikuu vya Urusi. Aidha, Putin amesema pande hizo mbili zinatarajiwa kuunda hivi karibuni tume ya pamoja ya serikali itakayoshughulikia masuala ya biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Urusi na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika yale yaliyojiri kwenye juma hili kupitia Sputnik Africa. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Ali Kashmiri. Unirapo kuna jambo.